Bwana we, hii story inakuja kuanzia hapa. Kuna huyu bidada hapa alikuwa akimpigiza kelele umshikaji. Huyu dada anaitwa Prince, lakini umshikaji hapa anaitwa Patrick. Na huyu dada alikuwa anamwambia hivi, na maana unisikii? Nimekwambia naongea na wewe hapa na inatakiwa uinuke uachilie hichi kiti. Mshikaji akamuuliza kiti gani? Akamwambia kwani unisikii? Hiki kiti ulichokalia hapa ni cha kwangu. Patrick ikabidi kwanza angalie, anasema kiti gani? Ikabidi akiangalia nyuma na mbele kwanza, akainama akaangalia. Akasema mbona kama hapa hakuna kiti chako hizi? Hamna kiti changu vipi mimi? Sikwambia unipishe. Huyu Patrick bwana anatokea kwenye familia kimaskini sana, lakini huyu bidada ambaye ni Prince anatokea kwenye familia kitajiri sana. Sasa hicho kitu kimekuwa kinamfanya kuwa na kiburi na kuwadharau watu wengine. Mshikaji akamwambia hebu sikiliza, nenda kule nyuma, kuna sehemu nyingine unaweza kukaa huko. Wala sio hapa tena kuendelea kunifanyia fujo. Washikaji ambao walikuwa hapa darasani wakazidi kushangaa kwa sababu ile jambo sio jambo la kawaida sana. Huyu bidada ambaye ni Prince amekuwa akiogopa sana wanafunzi wote hapa. Sasa huyu bidada bwana ana chawa wake huyu mmoja ambaye yuko hapa pembeni. Anaitwa Diana. Sasa muda wa vipindi ulivyoweza kuisha na kukamilika, tunamwona Diana alikuwa ametoka toilet na kujifunga kana kwamba alikuwa ni mtu mwenye wasiwasi sana. Sijajui ni kitu gani alikuwa anatoka kufanya huko toilet. Lakini dakika chache tu akawa ametaka tena mwalimu mwingine. Huyu mwalimu pia alikuwa ametoka toilet vile na yeye pia alikuwa akijifunga na kujishikilia vizuri. Bila shaka Diana na huyu mwalimu kuna kitu kitakuwa kinaendelea cha siri. Basi nikukumbushe kusubscribe pamoja na kulike na kucomment. Sasa tunaletwa hapa nyumbani. Tunamwona huyu mzee anaitwa Chief Daniel. Na huyu hapa Chief Daniel ndiye baba sasa wa Prince. Na hapa alikuwa akijaribu kuongea naye, lakini mke wake alikuwa akilalamika sana juu ya uamuzi wa huyu mzee kumwambia mwanae ambaye ni Prince aende akasome kwenye shule ambayo haina hadhi. Tena mama huyu alikuwa akiongea sana akimwambia mume wake kwamba hicho kifanya sio sawa. Lakini mzee alijaribu kuwaelekeza familia yake, akamwambia kwamba mimi nina malengo na nina malengo ambayo ni mazuri kwa ajili ya binti yangu. Kuna kumpeleka kwenye hiyo shule sio kwamba simpendi na sio kwamba simwazima mambo yaliyo mazuri kuhusu maisha yake. Kwa mzee alijaribu kuongea nao kwa upendo sana. Sasa tunatoka hapa na kuja upande wa pili kwa mkali ambaye ni Patrick. Patrick bwana anaishi na shangazi yake ambaye ni auntie. Sasa huyu auntie Kate au auntie bwana ndiye ambaye alilea Patrick. Sasa ni kwamba huyu auntie Kate kwa kipindi chote amekuwa akiishi na siri kubwa sana kumhusu Patrick, na Patrick hajui kitu chochote ambacho kinachomhusu yeye. Anachofahamu tu kwamba huyu auntie Patrick ndiye ambaye amekuwa akimlea yeye. Sasa bwana siku zinazidi kusogea na ni kwamba wamekuwa wakiishi wote pamoja na wakienjoy sana maisha ambayo wako nayo. Lakini huyu auntie bwana ni mgonjwa na Patrick alikuwa anamwambia vipi, lakini akamwambia usijali kuhusu mimi niko sawa. Yaani kila kitu kinaenda vizuri kabisa, lakini sio kweli kwamba huyu auntie ni mgonjwa bwana. Sasa Patrick alikuwa akimtia moyo, akamwambia kwamba mimi nasoma, unaelewa, na ninasoma kwa ajili yako, natamani nije kurudisha fadhila. Patrick bwana alikuwa ni kijana shupavu sana, tena mfanyakazi hodari. Sasa hii ni siku nyingine asubuhi mapema, upande wa pili Patrick, lakini pia upande wa pili kwa bibi Prince, wote walikuwa wakijiandaa asubuhi mapema kuelekea shuleni. Mambo ni mchaka kama unavyoweza kujua bwana, ukichelewa kuamka. Sasa hii ni siku ambayo sasa walikuwa wamefika shuleni. Tunamwona hapa Prince alikuwa akimkemea kijana mmoja hapa. Huyu msichana alikuwa amemkosea, lakini Prince alikuwa na overdose katika hii adhabu ambayo alikuwa anampa. Tena akamwambia tatakiwa utuheshimu. Yaani ukituona sura lenyewe baya, utuogope kuanzia leo. Sasa wakati yote anatokea, Patrick alikuwa ametoka huko na alipofika hapa ndo akakuta ile jambo. Akaona una sio sawa hiki kinachofanyika. Ikabidi aweze kuingilia ugomvi. Prince akamwambia, "Unaingilia mambo ambayo sio kuhusu." Akamwambia, "Kwani mambo yasionihusu mambo gani? Ndio kitu gani mnachomfanyia hapa?" Sasa uchawa wa bibi Prince ambaye ni Diana akamwambia, "Hivi kwanza unaingilia mambo yasio kuhusu ili iweje?" Akamwambia, "Kwanza nipishe sura lenyewe pana hilo utafikiri kama chapati. Hebu sogea kwanza huko. Hivi unajionaje? Wewe unajiona malikia au nani? Hebu tupishe kwanza hapa." Hiki kitendo bwana kiliwafanya wakasirike, wakaondoka hapo kwa kumsukuma mshikaji, lakini yote hakuna ambaye alijali. Sasa masaa machache baadaye tunamwona mama yake Prince alikuwa mmoja chumbani na kuongea na binti yake, lakini binti yake anatamani kurudi Canada aende akaishi huko, wala sio tena kuishi hapa Nigeria. Na alikuwa akimwomba mama yake, akamwambia, "Mama, mimi nimechoshwa na haya mazingira. Nataka niondoke mama, mazingira sijayapenda." Mama yake akamwambia, "Usijali mwanangu." Basi baada ya hapo bwana ikabidi amkumbatie mtoto wake, anamdekeza kama yai, lakini kubwa zaidi alilomwambia kwamba nimekutafutia mtu ambaye atakuwa anakusaidia kufanya usafi. Of course nahitaji kuweza kuondoka mahali hapa. Kwa hiyo ninahitaji mwanangu uweze kuwa na amani sana. Basi bibi ikabidi ashuke kuja kumuona huyo cleaner ambaye ni mfanyakazi atakuwa anasaidia kufanya usafi. Bwana wewe, kumbe mfanyakazi mwenyewe ni Patrick. Kabibi kalivyofika tu hapa kakaanza kushangaa. Patrick mwenyewe ametungua macho na kuambia ni anashangaa vipi tena? Inakuwaje? Akamuuliza, "Ina maana wewe ndio cleaner ambaye nataka wewe unakuja hapa unafanya usafi kila siku?" Bibi akatabasamu sana akasema, "Oh, cleaner." Basi bwana ikabidi sasa kaendelee kumcheka kwa sababu mshikaji akaoga shuleni, yeye peke yake ndo waga anamvimbia, ila wengine wote waga wanamuogopa. Sasa bibi Prince akamwambia, "Jamani, hebu chukua kwanza hizo nguo." Kaka amemtupia nguo. Nakwambia ni kana malingo vibaya, kana nengeneka, utafikiri kama kamekunywa uji wa jana bwana. Akamwambia, "Sasa sikia, safisha hapa. Ukimaliza tena uje na huku." Patrick akabakia na shangaa, na kwa ajili leo tena kuja kufanya kazi nyumbani kwa huyu binti. Yaani nyumbani kwao unakuja kufanya kazi kama mfanyakazi wa ndani. Patrick bwana ndo mishe zake hizi. Sasa kaka bibi bwana kakatoka hapo, kakaona haijatosha.
Akaenda moja kwa moja paka jikoni, kakachukua hiyo rangi kakapaka kwenye vyombo. Ina maana kwamba kanamwekea ugumu wa kazi mshikaji. Sasa Patrick anakuja jikoni, anapishana nako hapo. Kakapita kakamwangalia. Patrick anasogea kakamwambia, "Sikia, nimekuwekea hivyo vyombo hapa, nitakao visafisha sasa hivi." Patrick anaviangalia, sasa inakuaje? Patrick yuko kinyonge sana kwa sababu pia kuzoea haya mambo. Kweli waga anafanyaga mishe kama hizi kwenye nyumba za watu, lakini hii ya leo imekuwa ngumu sana. Kuja kufanya kazi nyumbani kwa kina Prince ambaye ni asimu wake mkubwa sana shuleni. Prince akamwambia, "Ise, mbona leo kazi unayo? Utajuta kuwa hapa." Prince bwana anamletea malingo na kuendelea kumfanyia jamaa vitimbwi kibao kwa kuwa yeye ni mtoto wa kitajiri na mshikaji kwao yeye hana pesa. Inauma sana bwana. Sasa baadaye mkali alivyorudi nyumbani, anti akanamwambia, "Hiyo kazi sio kazi ya kuiacha. Hebu angalia kazi yenyewe umepata jana, tena wanakulipa vizuri. Hebu fanya hiyo kazi bwana. Kwa nini uiache kwa sababu tu huyo msichana? Hebu fanya kazi. Kwa nini uache hiyo kazi? Hebu ifanye. Unajua tunahitaji pesa." Patrick inabidi tu awe mpole na kubaliane na kila hali. Anti akamwambia, "Hebu tuingie ndani." Sasa hii ni siku nyingine hapa shuleni. Mwalimu alikuwa akijaribu kuelekeza wanafunzi. Leo alikuwa akifundisha somo la kuweza kujieleza pale mtu unapokuwa umeitwa kwenye interview au unaojiwa, namna gani ya kuweza kujieleza. Ndilo somo ambalo madam alikuwa akifundisha. Mtoto wa kwanza akajitokeza kwa ajili ya kuweza kutoa mfano, lakini pia wengine walikuwa wakisubiriwa kuja kutoa mfano. Binti alipofika hapa akaanza kujielezea, "Mimi naitwa fulani, ninatokea ukoo fulani." Basi akamjitolea maelezo kibao kumhusu yeye. Kama unavyoweza kujua kwamba walembo siku zote waga kisimama wanapendaga kuonekanaga vile wanavyoweza kujielezea. Sasa ikafika zamu ya bibi nani ambaye nani ni Prince. Akakadahana ambako ni kachawa kake bwana, kakaka anamsifia sana. Madam akamwambia, "Karibu mbele." Bibi ambaye sasa ni Prince alikuwa hataki, ana nyodo vibaya, utafikiri kama vile yani anatembeaga mbinguni. Baada ya kuwa amefika hapa, akasimama kwa malingo. Alivyosimama hapa bwana, alichokifanya ni kwamba akaanza kujielezea, "Mimi natokea kwenye familia ya kitajiri, familia yetu ina hela, familia yetu inamiliki paka wanafunzi wengine huko ndani wanakuja kufanyaga kwetu kazi kama makrina, yani wafanya usafi." Kitu ambacho kilichofanya wanafunzi wote washtuke, vipi tena huyu anamwongelea nani kwani? Asa Prince haya maneno alianza kuyaongea, lengo lake liko ni kumwaibisha mshikaji ambaye ni nani? Ni Patrick. Prince akazidi kuongea hapo mbele. Akasema, "Yani tu sione hivi. Kuna wanafunzi wako ndani darasani wanasoma, lakini sisi ni matajiri, babangu ni tajiri, anamiliki fedha na pia anaajiri watu wengi wanakuja kufanya kazi kwetu." Mfano mzuri, kama huyu ambaye anajiita Patrick, anafanya kazi kwetu ya usafi. Patrick akamtazama kwa hasira, kanacheka hapo mbele, yani kanafanya kumwaibisha mshikaji. Kalivyoongea kameongea, basi Kenya kanajisikia raha tu. Lakini hata huyu madam mbele hapa alikuwa ajisikii vizuri kwa haya maelezo ambayo aliyokuwa anaongea bibie ni Prince. Sasa Prince baada ya kuwa ameongea amemaliza, madam akamwambia, "Nashukuru tu kwa kuweza kuongea na kuweza kuelezea maisha yako kwa ufupi, na naomba tuende kukaa." Kakaondoka hapo kanalinga nini kanadengua. Sasa haya maneno Patrick yakawa yamemuuma sana. Alichobidi sasa kufanya, akabidi afanye kitu gani? Akanyosha mkono bwana. Sasa sijajua ni kitu gani ambacho na yeye anataka kuja kuongea hapa mbele, kwa sababu yeye ni maskini na wala hana chochote kile. Akamwambia, "Madam, nahitaji uweze kuongea kidogo." Madam akashangaa, lakini akamemruhusu mshikaji. Mshikaji kabidi ainuke ambaye ni Patrick kuja kuongea sasa na yeye. Ni kwamba somo la leo ni la kujielezea wewe mwenyewe binafsi kuhusu maisha yako. Patrick alipofika hapa mbele akawasalimia wote, akasema, "Jina langu ni Patrick." Madam akamwambia, "Ndio, hebu jielezee basi na wewe." Watu wote walikuwa katika hali ya kushangaa, leo jamaa ataongea nini? Mshikaji akaanza kuongea. Akasema, "Ni kweli mimi ni Patrick na ninatokea kwenye familia ya kimaskini." Akakadaana akaanza kuongea. "Sasa utaongea kitu gani hapo mbele?" Kakaanza kueteleta kidogo, akaanza kumcheka hapo. Lakini wengine walikuwa wamekaa kimya tu. Patrick akasema ya kwamba, "Ni kweli mimi nimetokea kwenye familia ambayo haina fedha na pia mimi ni yatima." Wakawa watu wanamcheka. Jamaa akasema, "Ni kweli mimi ni yatima na ninaishi na shangazi yangu, maisha yetu sio mazuri na ninasoma." Akamwambia, sasa ndio hayo unakuja kutuhuzunisha hapa." Hakukaliko ni kadaana bwana. Sasa Patrick akasemaje, "Wengine hapa ni kwamba nyie mko katika familia ambazo zina pesa, zina kila kitu ambacho nyie mnakihitaji, lakini mimi ndiye baba, lakini ndiye mama pia katika familia yangu." Mkali alikuwa akiongea kwa uchungu sana haya maneno. Sasa ama classmate wake wakawa wanashangaa, leo jamaa mbona anafunguka sana kuhusu maisha yake. Mshikaji akasema, "Lakini zaidi ya hapo, mimi bado sijakata tamaa. Naendelea kupambana kwa sababu maisha yangu ni jukumu langu." Prince akatwa anashoboka hapa. Lakini mkali akaendelea kutupia nondo, akasema, "Wengine mnao watu ambao wanawabeba, mnao watu ambao wako nyuma yenu, lakini mimi ndio baba, mimi ndio mama." Kaka Prince akasema, "Tunakusikiliza." Lakini aibu ikaanza kumpata kwa sababu jamaa alikuwa anagusa zile engo ambazo bibi ambaye Prince yuko nazo. Akasemaje, "Yaani nyie mko na watu ambao wanawasaidia, lakini mimi mwenyewe niko mwenyewe na nitaendelea kuwa mwenyewe na bado nitaweza kwa sababu
Siangalii kile ambacho kiko nyuma yangu, naangalia kile ambacho kiko ndani yangu, na siku zote ndivyo nilivyo, na wala sitakata tamaa, kwa sababu mimi ninajua kitu gani ambacho kiko ndani yangu, nina uwezo kufanya, wala sitegemei mtu. Wanafunzi wakaanza kucheka, huku wakimcheka nani? Prince. Prince akakasirika sana, na mshikaji hili jambo sasa likawa limemtolea aibu, kwa sababu mwanzoni ilionekana yeye ndio ana aibu, kwa sababu Prince alipokuja hapa mbele alimtaja kwamba yeye ndio mfanyakazi, yani cleaner kwao. Jamaa akasema, Patrick akasema kwamba mimi natumia akili yangu na ninaamini nitaweza. Wanafunzi wakapiga makofi mengi sana, lakini kwa upande sasa wa Prince ilikuwa ni aibu kubwa, kwa sababu tayari mshikaji yani kafanya jambo kubwa ambalo hakutegemea. Basi mwalimu ikabidi aweze kuendelea na topic za darasani. Lakini sasa tukija upande wa pili, tumeona mshikaji mmoja hapa alikuwa akilalamika. Sasa ndo nini? Gari inaharibika ili iweje? Mshikaji alikuwa akilalamika sana. Isitoshe ni kwamba ana muda sasa, na muda ndo akwenda kumchukua bibi nani ambaye ni Prince. Ni dereva wa Prince. Na hapa alikuwa akilalamika mno. Sasa ina maana kwamba Prince dereva wake gari imepata shida na hawezi kuja kumchukua. Asa bidada Prince alikuwa amekaa hapa kwa muda mrefu sana akisubiria dereva aje. Sasa kuna miamba hapo akafika kwanza akachukua simu yake. Hawa ni wanafunzi wanaosoma darasa moja. Mshikaji akaanza kusema kwamba ni mtoto mzuri kama unatumia simu kama iPhone macho matatu. Prince alivyojaribu kuichukua, miamba wakawa wamekaza sana. Lakini sasa wakati wanaendelea kumfanyia usumbufu hapa, ni kwamba sasa Kali ambaye sasa ni Patrick alikuwa anaona hii tukio wakati inaendelea. Basi ikabidi asogee na kuweza kumuuliza shida ni nini. Lakini hao masela wakanajiuliza, sasa mshikaji na kuaje tena unamtetea huyu mchumba? Akamwambia kwani shida iko wapi? Hebu mrudishie simu yake. Mwanetu, unazingua wewe. Mchumba sana kutaka dharau kila siku class. Afu sasa unataka kumtetea. Yaani kwanza tungemfundisha adabu leo huyu. Wa mwanangu kama vipi, kwanza mrudisheni kwanza simu yake. Bwana simu yenyewe kwanza iko wapi hiyo? Hebu mpeni simu yake kwanza. Patrick akawa upande wa bibie, kitu ambacho kilikuwa cha ajabu sana. Sasa kuna teacher huyo akawa amepita hapa, walivyomuona tu teacher ikabidi kwanza aweze kucancel kila kitu. Akawaangalia usoni, akacheki muda. Sasa ngapi mnasubiri nini hapa? Hamna teacher, kuna kitu tu hapa tutakuwa piga story na dada yetu. Haya nyumbani haraka sana, sitaki kuwaona hapa. Basi ikabidi waweze kuondoka. Sasa Patrick akawa amebakia na bibi ambaye sasa ni Prince. Wakawa wanamfanyia vituko sana. Kumbuka wote wanamchukia darasa zima. Patrick akamwambia, sasa sikia, sio salama kukaa hapa, kama vipi tuondoke. Akamwambia kwanza sitaki kuondoka. Akamwambia kama hutaki kuondoka na hutaki kuondoka na mimi fresh, wewe baki. Kwa hiyo kweli ndo nataka uniache hapa, si ndio? Akamwambia jamaa akamtazama tu usoni. Akamwambia basi nisubirie kidogo, dereva wangu akija niondoke. Mshikaji akamwangalia, kaona nitolee kwanza bangi zako, ikabidi aondoke. Sasa jamani, sasa unisubirie kidogo. Bibie sasa baada ya kuona kashazinguliwa na wauni, ikabidi sasa amfuate mshikaji, kwa sababu mwenyewe ndo angebaki hapa, hakuna tena mtu mwingine ambaye angebaki na yeye. Ikabidi uweze kuondoka wote, na leo ndo siku ya kwanza bibie anapanda usafiri wa public. Basi Patrick ikabidi aweze kuchukua jukumu la kumpeleka bibi paka kwao. Kumbuka bwana Patrick pia anafanya kazi nyumbani kwao nani? Prince, kama mfanyakazi yani cleaner wa nyumba. Baada hapo Mkali akawa amemfikisha bibi na kumwambia kwamba umefika. Akamwambia nashukuru sana. Prince bwana akawa amemshukuru mshikaji. Mshikaji akamwambia usinishukuru, wewe nenda tu zako nyumbani. Baada ya kuwa amempa mgongo, Prince akamtazama mshikaji kwa jicho fulani hivi la kupenda, yani kama vile amemuelewa mshikaji, sijajua. Au ndo kwamba kwanza ugomvi afu mwisho wa siku watu wanakuja kupendana. Basi sasa hii ni siku ambayo Mkali ambaye sasa ni nani? Ni Patrick alikuwa amekuja nyumbani kwa kina Prince. Baada tu kufika hapa aliona piano iko hapo kwenye meza. Baada ya kuwa ameiona ikabidi asogee. Kama ana pray hapo anapiga. Sasa wakati yote anafanyika, kumbe Prince alikuwa amemuona mshikaji. Hisia za mapenzi zikazidi kuchipuka ndani ya moyo wa mtoto. Akajikuta anaanza kumuelewa mwamba. Sasa wakati yote anafanyika, Patrick alikuwa ajui kwamba anatazamwa na bibi ambaye ni nani? Ni Prince. Prince akawa anamtazama kwa macho fulani hivi yani ya kimahaba. Sasa ni kwamba Patrick alikuwa hajajua kwamba muda wote bibi alikuwa akimtazama. Baada ya kutupia macho akamuona. Samahani, kabibia nako kakajifanya kananuna. Akamwambia nani ambaye amekuruhusu kutumia hicho kibodi hapo? Akamwambia samahani. Akawa kameshuka bwana. Kalivyoshuka hapa kakaanza kumtia kidogo biti mshikaji. Sasa Patrick akamwambia I'm sorry madam, hebu kaendelea majukumu yako huko. Sasa unakaa hapa, ndio jukumu lako limekuleta kuja kuchezea hicho kinanda? Ina maana kwamba majukumu yako yajui. Jamaa tu anamtazama bibia yuko kimya yani. Kakaendelea kumwashia moto na kumwambia ni kanampensha kisukari mshikaji. Hebu nipishe kwanza hapa, ondoka. Bwana Patrick ikabidi aweze kuondoka hapo mdogo. Prince akawa anasogea hapo, mshikaji akaondoka ni kimya ise kinyonge sana. Bibia anamfanyia hivi sijajua ndo kwamba yani anampenda lakini hataki kusema. Basi sasa hii ni siku nyingine hapa tunamwona mshikaji ambaye ni Patrick alikuwa kuna bidada ambaye anajulikana kwa jina la Joyce. Upande wa pili huku bidada ambaye sasa ni nani? Ni Prince alikuwa akiwaangalia kwa mbali. Ni kwamba vile ni anaumia kumuona mshikaji yuko karibu naye sana. Sasa leo kakarudi nyumbani na kumwambia kana kislani sio poa. Kakamwashia moto babake, kakamwambia baba mimi nimechoka kukaa kwenye ile shule, sitaki tena kusoma pale, kwa kweli baba mimi nimechoka, ile shule sijaipenda. Mzee wake akamwambia sikiliza, mimi ninajua na ndio maana ninazo sababu za kukufanya usome pale, ninaomba unisikilize mwanangu, yani ninatamani usome pale na ukimaliza pale ndio utaendelea sasa na elimu nyingine. Basi bwana kakazidi kukaza, yani akataki kuelewa kwamba kitu gani babake anamuelekeza, lakini babake ndo kashasema kwamba
kwamba itabidi aendelee kusoma pale na wala hakuna namna nyingine ya kufanya isipokuwa inabidi asome pale. Sasa siku zikazidi kusogea. Leo tunamwona bibi anamtambulisha mshikaji kwa nani? Kwa baba yake. Anamwambia baba, huyu Patrick ni very intelligent darasani. Kwa kweli ana uelewa mzuri sana. Ninachoomba awe ananifundisha. Mzee akamuuliza, okay sawa kijana. Sasa kama unahitaji kumfundisha binti yangu lazima pia niweze kukulipa, si ndio binti yangu? Sasa tumlipe shingapi huyu kijana ili aweze kukufundisha? Asikufundishe bure, si ndio? Jamaa sasa yuko na kigugumizi, leo kitu gani aongee. David akamuuliza, nataka umfundishe binti yangu vizuri. Sasa natakiwa pia useme ni kiasi gani cha fedha ambacho naweza nikakulipa. Wakati huo Patrick anajenga na ngata tu, hajui kitu gani anaweza kaongea hapa. Ambia kwa kweli saa, yani sijajua kiasi gani ambacho cha pesa utaweza kunilipa. Sasa Prince alivyoona kwamba Patrick anajingatangata, ikabidi aweze kudakia na kusema kwamba baba, haina shida, tutalipa shilingi 50,000 kwa kila siku. Patrick akashangaa, inakuaje tena nilipo pesa yote hiyo ambayo bibi amestaja hapa ese. Patrick ikabidi tuweza kukaa kimya, ikabidi bibi amalize kila kitu, yani achonge michongo yote iweze kukaa katika mkao. Babake akamwambia ina shida, tutamlipa hiyo fedha. Patrick anabakiana, jamani imekuaje tena hapa? Baba ndio tutamlipa, hamna shida, tutamlipa hiyo pesa yote. Patrick anajiuliza, jamani huyu bibi vipi leo? Sasa hapa baadaye tunamwona Patrick amerudi nyumbani, anaongea na shangazi yake. Ambia shangazi, hivi unaweza kaamini? Shangazi tu akamwambia, sijui wala sidhani kama ni kweli hapo kuna usalama. Yani 50,000 kila siku. Yani hiyo pesa yao aisee, thamani yake kuileta kibongobongo huko inakuja kwenye 50,000 kwa kila siku jamaa ambaye atakuwa analipo. Shangazi akamwambia usijari, unajua nimekupa pia mzigo mzito wa kunihudumia mimi. Na kufanya unapitia maisha magumu sana. Akamwambia aunti, hapana usiongee hivyo. Jamani, sasa nisiongee hivyo wakati mimi nakupitisha katika kipindi kigumu. Bwana wewe, Patrick alikuwa anatamani tu kumsaidia shangazi yake kwa sababu shangazi ndio ambaye amemlea sana kwa kipindi chote cha ukuaji wake. Lakini usisahau kwamba huyu madam yuko na siri moja nzito sana. Yaani hiyo siri ambayo inamhusu Patrick na wazazi wake. Sasa sijajua ni siri gani. Hebu tuendelee kuicheki ngoma inaendaje. Patrick ikabidi tu aweze kumfariji shangazi yake. Shangazi anaona ni kwamba ni anamfanyia mambo ambayo sio mazuri Patrick, kwa sababu Patrick inabidi aweze kujihudumia mwenyewe na pia kumhudumia shangazi yake ambaye ni mgonjwa. Sasa hii ni siku nyingine ambapo tunamwona Patrick ndio sasa alikuwa ameanza kumfundisha bibi ambaye nani? Ni Prince. Prince akawa anaendelea hapa kufanya darasa pamoja na mshikaji ambaye ni Patrick. Sasa Patrick wakati anazidi kumfanyia hapo masuala ya kumuelekeza, sasa bibi akawa anafanya kila kitu, yani kana kwamba ni anajua. Akamuuliza Patrick, Prince, hivi mbona kama vile kila kitu ninachokuelekeza hapo unajua? Bibi ikabidi afunguke akamwambia, mimi najua kila kitu kuhusu masuala ya shule, lakini nilifanya tu kwa sababu nilihitaji kukusaidia wewe, kwa sababu nilijua kwamba una uhitaji wa hiyo pesa, kwa nikahitaji kuweza kukusaidia. Jamaa akamwambia, umejuaje kwamba mimi na uhitaji wa hiyo pesa? Bibi kumbe alikuwa anamfuatilia Patrick anakoishi, akafuatilia pia akajua kwamba Patrick anaishi na nani, anaishi pia na anafanya kazi gani. Mimi sijajua kwamba hiyo bibi paka anafanya yote na inataka nini. Hebu tuendelee tukacheki muendelezo wa hiki kitu kinaenda kuwaje hapa.